Tunaomba nimlete mshiriki anayefuata, anaitwa Bright Juma. Tunaomba makofi mengi na big shout kwake Bright Juma twenzetu DJ. Show me a jiggle, let me see, let me see the woman that is with me. Ninaomba nikupe dakika zako, afu baadaye tutazungumza na wewe twenzetu. Bwana, habari za jioni wapendwa na wazumu. Naona kama kulikuwa na uchawi unataka kuanza ili isichukue hizo pesa. Nabeba. Jamani, kwanza mmependeza sana Naomba mjipigie makofi. Hamtaki? Asante. Ninachoshukuru kwamba kuna watu muhimu leo nimewaona, basi nina furaha. Nimeona timu ofisi ya mbunge wapo, katibu wa mbunge. Nitachukua manoti ya kutosha. Sinaelewa Sababu nilikuona kama kuna hela kwenye gari niletee. Na uzuri nikitoka hapa sasa, kwa sababu najiamini nitapata hela, watu wa CRDB wananiangalia. Nikitoka hapa natongoza, natafuta demu mzuri hapo, kwa sababu nitakuwa na uhakika wa kupata hela. Na unione hivi na uchale wangu, mimi kwenye swala la kutongoza niko vizuri. Ndugu zangu, mimi natongoza tena naimba balaa. Yaani nishamtongoza mtu. Kwa sababu si watu wanasiasa kidogo tunaongea sana. Basi nimemtongoza, nimeongea naye mtoto ananijibisha, nikaendelea mpaka kakaa kimya. Kumcheki naona mtoto analebua, akasema sasa hapa mambo yashaka vizuri. Nimeongea naye sasa amekaa kimya, anaanza kuniambiaje? Yaani kaka unaongea sana, yaani kiasi kwamba sijui nikujibu nini. Namwambia unijibu nini? Nikubali uone kama sitakutia mimba. Si unaelewa? Kwa sisi ambao tumeishi maisha fulani magumu wala waliozaliwa miaka 90 kurudi nyuma huko 80. Unajua kabla hizi ada kufutwa hizi, zamani watu walikuwa wanalipa ada. Sijui mnaelewa Kwa hiyo nakuwa pale na kipindi kile sekondari 20,000 40 hivi. Basi bwana. Lakini ile 20,000 40 watu walikuwa wanashindwa kulipa. Cha ajabu siku hizi watoto wadogo wanamiliki bodaboda milioni 2 milioni ngapi, sasa unajiuliza sijui ilikuaje mtu 20,000 mzazi inamshinda. Watu walikuwa wanashindwa. Sasa inafika kipindi yaani mnakuwa kama mnyanyasika hivi, hamna ada matoleo, watu wakende kimasa na kupiga kengele, asiyekuwa na ada atoke, aende urudi na pesa ama uje na mzazi. Lakini kuna muda mwingine alikuwa anatufeva sisi ambao hatujalipa. Tunavimba. Siku bwana shule wewe kunachafuka sana, yani kunakuwa kama uwanja wa damu. Fimbo zinatandikwa, yani mnapigwa fimbo. Sasa unakuta sasa kengele imegongwa, asiyekuwa na ada atoke, unasema asante Mungu. Hiki kipigo nimekiepuka. Unatoka sasa unarudi zako darasani, uchukue begi uondoke, unaenda pale, headmaster anakusimamisha, haya vipi unaenda wapi? Naambia tumefukuzwa ada bosi. Kwa tunaenda kwa mzazi kalete ada. Wewe baki bwana, wewe baki, tushaongea na mzazi wako. Aise. Yaani unarudi tena kule, sijui unanielewa? Sasa kuna baadhi ya mambo ukifanya yaani vinakuwa vionekani. Kuna tabia fulani. Unaweza kuwa mwizi, watu wanachukulia poa tu. Ushaona Unaweza kuwa na jambo lako fulani unafanya. Sasa tatizo kwa wadada, hususan wale walokaa getikali, unaelewa Umekaa umezupuyanga huko, umetiwa mimba. Aya. Yaani vuta picha sasa, wewe ndo mzazi. Yaani pale, yaani baba anaanza kufikiria kumlinda huko kote ametiwa mimba. Tafsiri yake ya kutoa mimba, ukionekana una mimba unaonekana kwamba yeye ulikuwa ni bingwa wa kushiriki hiyo michezo mpaka umepata mimba. Ona sasa inapokuwa. Sasa kama baba mwenye kwa watoto 2000, upate baba mwenye akili za watoto 2000, anaanza kufikiria sijui aligaragazaje. Si unaelewa? Yaani sijui ilikuwaje, yaani vitu vingine kwa watoto 2000 ndio wenye akili za ovyo. Wakuta mzazi anaweza kawaza hivi. Kwa sisi wakaka mpo? Mabarobaro mpo Bwana unajua sisi kwenye shule za msingi tulikuwa tunafundishwa ile milango ya fahamu. Iko kama 5 hivi ambao ni muhimu. Kuna macho, masikio na vitu kama hivyo. Hata ukiumwa hivyo vitu yani unaweza ukatangaza tu. Hata zamani ilikuwa ukiumwa UTI kwa mtoto wa kiume ilikuwa ni changamoto, sasa hivi wanachukulia poa. Sasa ukiumwa jino ulimi labda kwa ajili ya gonja, ambia ulimi unasumbua, hamna shida. Ukiumwa sikio sasa mpeni pole jamani, huyo sikio linamsumbua. Sasa ole wako umwe macho, sisi watoto wa kiume. Na bahati mbaya hiyo hili usio yote, unajikuta unalia machozi yanatoka nini? Sasa unawaambia washikaji, sasa kwa mfano naenda kwa wanangu pale kula tule, unaanza kwa haya kaka mbona unalia? Sasa unaanza kwa hadisia, unaanza mimi naumwa jicho. Unaona washikaji wanakuangalia. Jicho? Si unaelewa? Unaona sasa wanaanza, umefanyaje? Kuna kitu kimeniingia. Umeingizwa kitu kwenye jicho? Si unaelewa tena? Unaona hapana, unaambia bwana ameingiwa na mdudu. Sasa unaambia bwana wewe kama mdudu tu unalialia. Sasa unaona kwa sababu anakudharau unabidi ukuze kwamba ile onekane jambo lako ni serious. Sio kama mdudu. Yaani bonge la mdudu washikaji ameniingia ni ndio maana naumwa. Unaona wa jamani aje tena. Unaambia sasa vipi? Ameshatoka au vipi? Anaambia ameshatoka lakini bado maumivu.
Eti wale ambao mmesha kuingiwa na nini mdudu kwenye jicho, si inaeleweka hapo. Wewe inachukua muda gani maumivu kukoma eti? Kwa wale ingiwa na mdudu. Wewe usimnong'oneze mwenzako, usiwaze ujinga, utakufa vibaya. Msio na maana hizo, sawa yani kuna watu ni marafiki wa kweli kwenye hii dunia. Ogopa, mimi napenda sana yani naogopa sana unafiki. Ogopa sasa kwa unaumwa hivi, kuna watu wanakuja kuangalia hospitalini pale. Wanakuja labda sio ni malaria umelazwa, imagine umelazwa, wanakuja wanakuangalia hali yako mbaya. Pole jamani, pole. Unatajwa na jina lako lakini sio mimi, siumwi. Pole pole. Sasa inatokea jamaa moja hivi, yani hilo waga alinaga na niko na kona, anakuja kuangalia vipi? Pole, anakuangalia sasa, okay. Wenzako wote wamekwambia pole, jitahidi utapona. Jamaa inakuja kwambia aise, ndio unaumwa. Pole sana. Huyu mgonjwa si umemuua Mariamu. Yaani sio aise, hata Ahmed alishakufa ugonjwa au uponi. Yaani unaweza kujikuta kaamka tu na matipu yako. Si unaelewa? Kwenye familia zetu sisi ambao baba zetu na korofi, unajua yani wanasema mkate mgumu yani hakuna mkate mgumu mbele ya chai zaidi. Asante jamani.